Mtazamaji, karibu katika sehemu ya 3 ya mafanikio ya utekelezaji wa mradi wa SEQUIP. Mradi huu unatekelezwa kwa ushirikiano kati ya Ofisi ya Rais TAMISEMI na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa muda wa miaka 5 kuanzia mwaka 2020 na utakamilika Januari 2026. Leo tupo Mwanza, Simiyu na Geita. Kiujumla shule hii ina mafanikio makubwa sana na imejitosheleza kwa kila kitu. Bilioni 4.45 zimetolewa hapa shule ya sekondari ya wasichana ya Mwanza. Ukubwa wa eneo la shule ni ekari 49.9 na limekamilika na mazingira ni salama kwa wanafunzi. Kwa hiyo naweza kusema kwamba shule hii iko katika mazingira salama ambapo tuna wanafunzi wa kidato cha kwanza mpaka cha pili na tunao wanafunzi wa kidato cha 6 sasa ambao sasa wanaendelea na masomo. Tunazo taasisi ya PCB, PCM, CBG. Kwa hiyo taasisi hizi zote wanafunzi wanaendelea na masomo vizuri. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuleta fedha hizi na kuweza kupatia wanafunzi fursa hasa wa kike kuweza kusoma katika mazingira salama ili kuweza kutimiza ndoto zao na kuweza kuendana na ulimwengu wa sasa. Mradi huu una lengo kuu la kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia katika shule za sekondari hapa nchini. Si hivyo tu, bali kuongeza upatikanaji wa elimu ya sekondari na kupunguza vikwazo kwa wanafunzi wa kike nchi nzima. Hapa sekondari ya wasichana Mwanza, walimu na wanafunzi tunauliza, je, wamejipanga vipi kufikia malengo haya ya Mheshimiwa Rais kupitia mradi huu? Sisi walimu tumejiandaa vizuri na tumejitahidi kuandaa wanafunzi hawa katika misingi ambayo sisi tuna imani wanakwenda kufaulu. Walimu wanafanya kazi kwa juhudi zote, tunafundisha vipindi vya kawaida lakini tunakwenda pia mpaka vipindi vya ziada. Wanafunzi wanaingia kwenye masomo ya asubuhi, wanarudi jioni tena kwa ajili ya remedial, lakini vile vile wanaingia prepo ya usiku. Na tunafanya kazi zetu kwa bidii. Matokeo ya wanafunzi wetu tunamwahidi yatakuwa mazuri ili tuweze kufikia ndoto zake ambazo yeye mwenyewe ametushirikisha kwamba wanafunzi wa kidato cha 6 wafaulu kwa 100%. Na tuna imani kwamba wanafunzi hawa katika hizo combination zote 3 za sayansi watatoka vizuri, na tunawahimiza kwamba pia kuna awadi ambayo Mheshimiwa ameitoa kwa wanafunzi watakaofanya vizuri masomo ya sayansi. Wanalifahamu hili, kwa hiyo wote wanapambana. Hata wale wa masomo ya arts tuna imani watakwenda kufaulu vizuri. Na tumeweka malengo yetu kwamba sisi pamoja na kwamba ndio tunaanza kwa mara ya kwanza, tunazo ndoto za kuhakikisha wanafunzi wetu wanafaulu kwa daraja la kwanza na la pili tu. Nikiwa kama mwanafunzi wa kidato cha 6 taasisi ya PCB, ndoto yangu ni kuwa daktari, na shule hii nzuri yenye miundombinu bora itanisaidia mimi kuzifikia ndoto zangu kwa kuwa na matokeo mazuri kwa sababu ya walimu wenye weledi na ufanisi, lakini pia miundombinu yetu ni mizuri na ya kisasa kama mnavyoona. Tuna nishati nzuri ya umeme, lakini pia tuna nishati nzuri ya namna ya kupata maji safi na salama kwa ajili yetu, lakini pia tuko katika mazingira ambayo ni salama kwa ajili ya kuzifikia ndoto zetu na kuwa na mafanikio mazuri na alama nzuri. Yeah, after knowing those methods of solving quadratic equations, then let us see the first method. Napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuletea walimu ambao wenye uweledi mkubwa wa kufundisha, ambao wanatufundisha kutumia mazingira tuliopo. Kwa mfano, tumepanda miti ya kutosha kwenye shule yetu ambayo inaweza kutuletea kivuli, mgeni ya matunda na kadhalika. Hii ni kata ya Sapiwi katika eneo la Igegu. Mradi wa SEQUIP umetekelezwa hapa na umegharimu kiasi bilioni 4.35. Katika halmashauri yetu tumepata bilioni 4.35 kwa ajili ya ujenzi wa shule ya wasichana Simiyu ambayo imejengwa katika halmashauri yetu ya Bariadi DC katika eneo la Igegu katika kata ya Sapiwi. Tunaendelea sana kupambana ili kuweza kuinua taaluma ya shule hii
kwa kutoa elimu nzuri pamoja na taaluma nzuri kwa wanafunzi wa Tanzania ambao wapo katika shule hii. Tunajitahidi sana kutoa elimu ambayo ni bora, ambayo inazingatia mahitaji ya wananchi na pia mahitaji ya wanafunzi, kwa sababu shule hii ni shule ya mchepuo wa sayansi. Wanafunzi walio wengi pale wanasoma sayansi, na tayari kuna walimu pale ambao wameshafika shuleni pale kwa ajili ya kuweza kutoa huduma ya masomo kwa wanafunzi wetu hawa. Mpaka sasa hivi kuna walimu 12 na tunaye pia nesi mmoja ambaye yuko pale shuleni kwa ajili ya kutoa huduma za kiafya kwa wanafunzi wetu. Wanufaika wa mradi huu sio wanafunzi peke yao, kwani ujio wa mradi huu wa SEQUIP umetoa ajira kwa wananchi na wakazi wa eneo hili. Ujenzi wa shule hii pamoja na kwamba unasaidia wanafunzi, lakini umeisaidia pia jamii inayotuzunguka. Wapishi na walinzi nimewapata katika jamii husika, kwa hiyo imesaidia maisha yao kuwa marahisi. Lakini tumepata watoto kutoka mikoa mbalimbali, ambapo kwa jamii hii ya huku ambao zamani ilikuwa hata elimu haikuwa vile inavyotakiwa kuwepo, uwepo wa shule hii tunaamini kwamba utakuwa na mabadiliko chanya kwa watoto wa jamii za huku, na ni matumaini yetu na ndio ndoto zetu kwamba baada ya miaka ya kuweza kutoa aidha kidato cha kwanza au kidato cha 4, hizi ndio shule bora zitakazotoa wanafunzi waliofanya vizuri, wanaweza kwenda kujitegemea, lakini pia ni wanafunzi ambao watakuwa na ufaulu wa juu. Asante mama, Mungu akubariki, miaka mingine 5 kwako. Tunashukuru. Shule hii ni nzuri sana, lakini pia namshukuru Mama Samia kwa kutujengea shule nzuri kama hii. Bila yeye tusingepata elimu bora. Tuna mabweni mazuri, tunapoenda kulala tunalala salama, kuna ulinzi, tuna walimu wazuri wanatufundisha, wanatupatia elimu bora. Kwa hiyo tunafurahi binafsi, na pia tunamwahidi Mama Samia kuwa tutaendelea kutunza mazingira ya shule hii, lakini pia tunamwahidi kuwa tutakaza buti na kuendelea kufanya vizuri ili tuweze kuitangaza shule hii. Ikumbukwe kuwa uchambuzi ulibaini kuwa takriban kata 667 hazikuwa na shule za sekondari, ambapo wanafunzi katika kata hizi walilazimika kutembea umbali mrefu kuzifuata shule. Pia uchambuzi wa mahitaji ya miundombinu ulionyesha dira ya maeneo muhimu ya kupewa kipaumbele katika kuboresha elimu ya sekondari. Sikiliza uthibitisho wa mafanikio baada ya ujio wa mradi kutoka kwa mwanafunzi huyu. Shule ina miradi mingi ikiwemo madarasa, bwalo, mabweni ambavyo vyote vinapatikana hapa shuleni. Inatusaidia kwa sababu uwepo wa mabweni shuleni inapunguza changamoto kubwa ya mtu kutoka umbali kufikia shule zingine. Kama mfano ningechaguliwa kata, manake nilitakiwa nitoke nyumbani kufika shuleni, unatumia muda mwingi, manake unapoteza muda. Lakini tukiwa hapa shuleni, kwa sababu mabweni yako shuleni, inatusaidia kupunguza umbali. Lakini pia tuna madarasa yenye ubora, yana mwanga wa kutosha kwa ajili ya kujisomea, yana viti, madawati, yani vitu vyote vinakidhi kabisa mahitaji ya mtu kuweza kujisomea vizuri wakati wa kawaida na hata nyakati za usiku. Lakini pia kuna bwalo, manake chakula tunapata hapa shuleni. Hii inapunguza changamoto kubwa. Kama ningekuwa nasoma kata, wenda ningetakiwa kununua chakula kila siku, lakini hapa Mheshimiwa Rais ametusaidia, chakula tunapata shuleni kwa wakati. Pia sisi wazazi tunaungana na serikali kwamba hili eneo tunaliangalia kwa mikono miwili, hasa hatupendelei kwamba watu wote wao wanapita kwenye haya mazingira ili kutuchafulia shughuli zetu za shule, mandhari. Hasa unaporuhusu hata kama ni mifugo wanaweza akawa wanavunja hii miti, lakini tusingependa sana sisi kama waishi wa Igegu kuona kwamba eneo letu hili mandhari yanaharibiwa kwenda na wafugaji. Kwa hiyo tuko pamoja na yeye, tutailinda na tutaiheshimu haya mamlaka kulingana na yeye. Hatujui tutakachompa, ila tunategemea tutakuwa naye tena miaka 5, hasa kwa wilaya yetu ya Bariadi na mkoa wetu wa Simiyu. Tutamuunga mkono kwa hali na mali kwa ajili ya maendeleo anayofanya katika mkoa wetu wa Simiyu. Kiasi cha shilingi bilioni 3.9 zimetolewa katika umaliziaji maabara 132 katika shule hizi za science, na ili kuhakikisha taaluma inayotolewa inafanana na miundombinu hapa Geita, walimu pia nyumba zao zimekamilika na wanaishi hapa shuleni.
Kimsingi maendeleo ni mazuri kwa sababu tumeallocate walimu wa kutosha na walimu wapo wazuri ambao tumejitahidi kupeleka walimu ambao watatusaidia katika kuleta matokeo ambayo yatareflect thamani halisi ya shule ile kwa sababu ni shule ya mfano. Awamu ya pili tumejenga nyumba za walimu 3. Kwa hiyo tuna 2-in-1 nyumba 3 na single nyumba 2. Kwa hiyo walimu wetu almost robo 3 wanakaa eneo la kazi. Kwa hiyo sisi tumeweka mikakati ya kuhakikisha tunapata taaluma ambayo itafanana na miundombinu. Kwa sababu miundombinu ni ya kisasa na bora kabisa ambayo italeta chachu kwa vijana wetu kwa ajili ya kujifunza. Tuna wanafunzi wa mchepuo wa science kwa maana PCB na PCM, wanafunzi tulionao, lakini pia tuna wanafunzi wa kidato cha kwanza. Wanafunzi wa kidato cha kwanza tumewapokea kutoka nchi nzima kwa Tanzania. Kwa mkoa wa Geita kwa idadi ya wanafunzi tunao wanafunzi 120. Kati ya hao 120 wanafunzi 70 wametoka ndani ya mkoa wa Geita na wanafunzi 50 wametoka nje ya mkoa wa Geita, maana mikoa mbalimbali. Wote tuko nao hapa. Shule yetu ni shule mchanganyiko, inapokea wanafunzi wote. Kwa shule yetu tuna wanafunzi wenye mahitaji maalum pia wako katika shule hii, wanaendelea kusoma pamoja na wanafunzi wenzao. Jumla ya wanafunzi tulionao katika shule yetu tuna wanafunzi 298. Idadi ya walimu tulionao na wao idadi yetu inatosheleza. Tunao walimu 13, wote ni waajiriwa. Tumepata kwa ajira mpya, tunaishukuru serikali. Tumepata walimu 3 mpaka sasa kwenye ajira ambao ni wa masomo ya sayansi wote, lakini pia kipekee sana tunashukuru tumepata na mtaalamu wa maabara. Pia namshukuru Mama Samia kwa kuwa ametujengea mabweni. Mabweni yana mandhari safi, madarasa tunaweza kujisomea vizuri. Pia ametujengea maabara na kutuwekea vifaa ambavyo vinafaa katika masomo yetu. Kama mimi nahitaji kuwa daktari bingwa wa upasuaji, lakini hivyo vifaa mimi katika fani yangu ya udaktari nitaweza. Jumuiya ya wataaluma wa Geita wanasema ahadi yao kwa Mama Samia kwa uzalendo kabisa ni 5 tena. Shukrani kwako Mheshimiwa Rais kwa kutujengea shule nzuri kama hii. Kuanzia miundombinu yake ni mizuri, inavutia, si kwa kutazama tu, lakini hata kuwepo katika mandhari haya inavutia na inapendeza kwetu sisi. Tukitazama tumejengewa madarasa mengi ambayo ni mazuri, tunakaa tunajifunza, tuna walimu wa kutosha. Vivyo hivyo tunajihisi ya kuwa mafanikio yetu na maendeleo yetu ni mazuri katika kutimiza ndoto zetu na malengo yetu pia. Lakini zaidi ya yote tumekuja shuleni kwa ajili ya kujifunza. Wanafunzi kama sisi tunaahidi ya kwamba matokeo yetu yatakuwa vyema na mazuri ikiwa tunatengeneza matokeo yenye division 1 yenye pointi ya single digit. Sisi tu washindi na tunaamini tutashinda kwa sababu kuna nguvu ambayo inatusapoti katika usomaji wetu. Sisi ni wasichana na sisi ni mabinti zako. Shukrani sana Mheshimiwa Rais na Mungu azidi kukutia nguvu. Mikakati yetu tulionayo, kwanza tumejipambanua mada zote za kidato cha 5 na cha 6 tutazimaliza Mei mwaka huu. Kwa hiyo wanafunzi wetu wataingia kidato cha 6 wakiwa wamemaliza ujifunzaji. Tunapoingia kidato cha 6 tunakwenda kufanya majaribio mengi pamoja na marudio. Lakini tunafanya mitihani mingi. Kila Jumatatu wanafunzi wanapoamka asubuhi saa 11 wanakuwa tayari wako darasani, wanafanya mitihani kila siku ya Jumatatu. Kwa shule yetu ni siku ya mitihani asubuhi kabla ya shughuli zingine zozote hazijaanza. Haya yote yanafanyika kwa lengo kwamba tuwaandae vijana hawa waweze kupata matokeo mazuri. Lakini pia tumesaini mikataba na wanafunzi wetu. Ufaulu wao kwa kidato cha 6 watupe division 1 za point 6. Mtazamaji, usikose kufuatana nasi katika sehemu inayofuata ya makala hii. Makala inayoangazia mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan na mapinduzi ya usawa wa kijinsia katika elimu na sayansi kupitia utekelezaji wa mradi wa kuboresha elimu ya sekondari wa SEQUIP. Usikose kuungana nasi katika kipindi kijacho. Kwa heri kwa sasa.